miaka mingi wanaanza kufanana sura zao. Kama si kwa sura wanafanana kwa tabia. Yaani wimbo niliupenda. Hii yote ni kwa sababu ya agano lako. Hii ni kweli. Hata wewe unafanana na mke wako, hata wewe unafanana na mme wako. Mwanaume akiwa na roho nzuri atamwambukiza na mke wake kuwa na roho nzuri kabisa kabisa. Mwanamke akiwa ni muongo, unaweza ukashangaa na mwanaume amekuwa ameenda anaambukizwa ile hali ya uongo. Kwa hiyo huyu mwimbaji yeye akasema hivi, anatamani afanane na Yesu. Sikiliza, ukifanana na Yesu sio kufanana na msikiti sio kufanana na KKT. Nazungumzia kufanana na Yesu, sio na kanisa. Watu wengi leo wamefanana na makanisa, ila hawajafanana na Yesu tabia zao. Na ndio maana makanisani wamo na dhambi wanafanya. Sasa unaweza ukajiuliza, hii inasababishwa na nini? Ni kwa sababu gani? Hawajaruhusu kufanana na Yesu. Mtu anayefanana na Yesu huwa sio muongo. Mtu anayefanana na Yesu huwa hanaga machukichuki. Hasa unashangaa ni mrokole, hata yana anakuwa na roho mbaya tu, ana machuki na wenzake. Wewe sikiliza, ukifanana na Yesu tabia, hata magonjwa yatakuwa yanakuogopa. Kwa nini? Umefanana na Yesu. Sikiliza nikwambie leo, hebu jitathmini maisha yako yalivyo. Jitathmini. Yaani kanisani unaenda, majini unayo kanisani, unaenda roho mbaya unayo kanisani, unaenda uongo unao kanisani, unaenda umaraya unao kanisani, unaenda uchoyo unao kanisani, unaenda ucho. Sikiliza, fanana na Yesu tabia. Yesu sio muongo na wewe usiwe muongo. Utakapokubali kufanana na Yesu tabia, hata magonjwa yatakuwa yanakukimbia. Kwa nini? Yesu alisema hivi, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ombeni mtakalo kwa jina langu nanyi mtatendewa. Jamani, Yesu ni kila kitu. Pungukiwa vyote, usipungukiwe Yesu. Na kama kanisa lako linamkataa Yesu, nasema hivi, wacha. Mimi nimezaliwa nikamkuta baba nikamkuta babu anasali dini hii, siwezi nikaokoka. Hivi wewe, Biblia nasema hivi, Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Anasema mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo usalama wetu ni kwa Yesu pekee. Kama unasema unamjua Mungu halafu Yesu unamkataa, kwa akili tunasema hivi, urafuye. Amina. Ngoja nifurahi kidogo, nichezepo kidogo, maana Mungu alikonitoa ni mbali mno. Yaani Mungu alikonitoa ni mbali. Amen. Inawezekana wewe una shida. Ngoja nifurahi kidogo. Mungu alikonitoa ni mbali mno. Wewe hujui tu. Umenibeba. Yesu umenibeba. Umenibeba.
zinatokeza hata huko ninakokwenda, neema zinatokeza ya najua unanishangaa sana. Unasema kaka mzima anaimbaimba sokoni na mke wake ana kazi. Aha. Unasema yani kijana mdogo hivyo anaimbaimba sokoni na aliyemuoa ana kazi. Pole, pole sana. Mimi binafsi ni mtume wa Yesu Kristo. Kama vile watu leo walivyo mashabiki wa mpira, kadhalika na mimi namshabikia Yesu. Ukitaka nisimfurahie Yesu na kushangaa. Na ndiyo maana hata wale washabiki wa mpira wanapomaliza kazi zao utawakuta kwenye kumbi za mpira, Simba Simba, Yanga Yanga, ya timu yangu. Na mimi nikimaliza mambo yangu utanikuta Yesu 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 Yesu. Kwa mbinu hiyo na kanuni hiyo nimeura sana. Kwa hiyo mimi binafsi ni mtumwa wa Yesu Kristo. Utumwa uko mara nyingi sana. Umechagua kutumwa na nani? Mimi nimechagua kuwa mtumishi wa Mungu. Wewe umechagua kuwa mtumishi wa nani? Miaka yetu inakimbia, hujui kwamba umekaribia na kufa, alafu unakataa kuokoka. Unasema nina dini yangu, nilizaliwa mimi nikamkuta baba nikamkuta babu anaabudu hivi na hivi, siwezi nikamwamini Yesu. Kwanza kwenye ukoo wetu hawako waliookoka. Pole, sikiliza nikwambie, sikiliza. Yesu ni kila kitu. Kana Yesu vizuri akufurahishe. Unapokaa na Yesu vizuri hautajipigania, atakupigania. Kwa hiyo jioni ya leo, kwako mwanaume, kwako mwanamke unayenisikiliza, nataka nizungumze na wewe kwamba bado hujachelewa. Kwanza Mungu anakupenda, maana amekutoa mbali. Tangu umekuwa kama malaya hata ukimwi hujapata. Tangu umekuwa mhudumu wa baa hata hujapigwa na chupa. Wahudumu wenzako walipigwa na chupa wakafa, wewe bado upo. Huoni kama unapenda Mungu? Umezaliwa na watu wangapi?